Kila mara unaposikia neno kitunguu saumu, mara nyingi unafikiria ladha yake kali kwenye chakula au harufu yake ambayo kiuhalisia inavutia sana. Lakini ukweli ni kwamba kitunguu saumu ni zaidi ya kiungo cha mapishi. Ni tiba ya asili yenye nguvu kubwa kwenye mwili wa binadamu. Watafiti duniani kote wamethibitisha kuwa kitunguu saumu kina kemikali za asili zinazoweza kusaidia mwili kupambana na magonjwa, kuimarisha moyo, kuongeza kinga na hata kusaidia mfumo wa neva. Leo tutazungumzia maajabu yote ya kitunguu saumu, jinsi ambavyo kinafanya kazi ndani ya miili yetu, na mwishowe nitakuonyesha njia sahihi ya kukitumia kama tiba ya asili kwa afya ya kila siku. Kwanza kabisa, tuanze na historia na umuhimu wa kitunguu saumu. Kitunguu saumu kimekuwa kikiuzwa na kutumika kama dawa ya asili kwa maelfu ya miaka. Watu wa kale kama Misri ya kale, China na India walitumia saumu hizi si kupikia tu chakula, bali kupambana na maambukizi, kuimarisha moyo na kuongeza nguvu za mwili. Katika historia ya karne za nyuma, wanajeshi walilishwa kitunguu saumu kabla ya vita ili kuimarisha nguvu na afya yao. Leo, sayansi imethibitisha baadhi ya mambo hayo kuwa ni kweli. Kitunguu saumu kina kemikali za kipekee kama allicin ambazo husaidia mwili kupambana na bakteria, virusi na hata kuimarisha seli za kinga. Pia huchangia kupunguza cholesterol mbaya na kuongeza ile nzuri, na hivyo kuimarisha afya ya moyo. Je, kitunguu saumu kina athari gani kiafya? Kabla ya athari hizi, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili usipitwe na video zetu zijazo. Namba 1, kuimarisha kinga ya mwili. Kitunguu saumu kina kemikali ya asili inayoitwa allicin ambayo huchochea utengenezaji wa seli za kinga ya mwili. Hii inamaanisha kuwa mwili unakuwa na nguvu ya kupambana na virusi, bakteria na maambukizi madogo madogo. Kwa watu wanaokula saumu mara kwa mara, homa, mafua na magonjwa madogo madogo hupungua kwa kiasi kikubwa sana. Aidha, kinga iliyopo ndani ya kitunguu saumu inasaidia mwili kupona haraka ikiwa unaugua na kufanya mwili uwe na ustawi na afya bora kila siku. Namba 2, kuimarisha moyo na mishipa ya damu. Mara unapokula au kumeza punje ya kitunguu saumu, allicin huingia kwenye damu na kusaidia kupanua mishipa ya damu. Hii hufanya damu ipite kwa urahisi zaidi, ikipunguza shinikizo la damu na kuupa moyo afya bora. Zaidi ya hapo, kitunguu saumu husaidia kupunguza cholesterol mbaya LDL na kuongeza cholesterol nzuri HDL, jambo ambalo hupunguza uwezekano wa mishipa kuziba na hatari ya magonjwa ya moyo. Kwa mtu anayekula saumu mara kwa mara, moyo unafanya kazi kwa ufanisi na mwili unapata nguvu za kudumu. Namba 3, kupambana na maambukizi. Sifa za antibakteria na antiviral za kitunguu saumu zinasaidia mwili kupambana na maambukizi ya bakteria na virusi. Hii ni faida kubwa hasa katika msimu wa baridi au wakati virusi vinavyoenea haraka. Mwili unaimarishwa kwa njia ya asili na saumu hufanya kazi kama kimbilio la kinga bila madhara ya kemikali nyingi zinazopatikana kwenye dawa za maabara. Aidha, hizi kemikali za saumu husaidia kupunguza uchovu wa mwili wakati wa kuugua, yaani mtu awapo mgonjwa. Namba 4, kuongeza nishati na kupunguza uchovu. Tafiti nyingi zinasema kwamba kitunguu saumu huimarisha mtiririko wa damu.
na hii inasaidia mwili kutumia nishati vizuri zaidi, kuondoa uchovu usiokuwa wa kawaida na kufanya mwili kuwa vizuri. Kwa wale wanaofanya kazi nzito, mazoezi au wenye msongo wa mawazo, kula kitunguu saumu kunawapa nguvu zaidi, kunaondoa uchovu na kunaongeza uthabiti wa mwili na akili. Namba 5, afya ya ngozi. Kitunguu saumu kina antioxidant ambazo husaidia kuondoa uvimbe wa ngozi na kupunguza bakteria hatari. Hii inafanya ngozi kuwa safi, yenye kung'aa na yenye afya bora. Kuongeza kitunguu saumu kwenye mlo wako wa kila siku husaidia kuzuia matatizo madogo madogo ya ngozi, ikiwa ni pamoja na madoa madogo madogo, uvimbe au ngozi yenye unyevu usiokuwa wa kawaida. Ngozi yenye afya ni ishara ya mwili unaofanya kazi kwa usahihi ndani yake. Namba 6, kuongeza utendaji wa kiume na stamina. Kwa wanaume, saumu ina uwezo wa kuchangia mtiririko wa damu bora na kuimarisha moyo. Hii inaweza kuongeza stamina ya mwili na nguvu za kiume. Hata akili na ujasiri hupata msukumo, kwani mtiririko bora wa damu unasaidia viungo vyote vya mwili ikiwemo uume kufanya kazi kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo, saumu ni nyongeza nzuri kwa afya ya kiume na ujasiri wa mwili kwa ujumla. Namba 7, kuimarisha afya ya akili na mwili kwa pamoja. Kitunguu saumu sio tu kiungo kinachosaidia mwili, pia kinasaidia akili kufanya kazi kwa ufanisi. Kula au kumeza punje moja au 2 za kitunguu saumu kila siku huchangia ufanisi wa akili, ujasiri wa kufanya kazi na uthabiti wa kihisia. Hii inasaidia kushughulika na msongo wa maisha ya kila siku bila kuathirika sana na mawazo mabaya au uchovu wa akili. Mwili na akili hufanya kazi kwa pamoja, na saumu huchangia urahisi wa mtiririko wa nishati na utendaji wa kila siku. Sasa tuangazie namna kitunguu saumu kinafanya kazi ndani ya mwili. Kemikali muhimu ndani ya kitunguu saumu ni allicin, ambayo hutolewa wakati saumu inapokatwakatwa au kupondwa. Allicin hii hufanya kazi kwa njia 3 kuu. Namba 1, kuchochea kinga ya mwili inayohamasisha uzalishaji wa seli za kupambana na maambukizi. Lakini namba 2, kupunguza uchovu wa mishipa. Inapanua mishipa na kurahisisha mtiririko wa damu, hivyo moyo unapata kufanya kazi yake vizuri. Namba 3, kupambana na bakteria na virusi. Hii ni kwa sababu ina sifa za antibacterial na antiviral ambazo hutoa kinga ya asili kwa mwili. Pamoja na allicin, kitunguu saumu kina antioxidant nyingine ambazo huzuia uzee wa mapema wa seli, husaidia katika kudhibiti mafuta mwilini na kurahisisha mmeng'enyo wa chakula. Tafiti kadhaa zimeonyesha kuwa kula kitunguu saumu mara kwa mara husaidia kupunguza shinikizo la damu kwa watu wazima wenye shinikizo la juu la damu, high blood pressure. Watafiti wa chuo kikuu cha Harvard waligundua kuwa watu wanaokula punje kadhaa za kitunguu saumu mara kwa mara wana hatari ndogo ya kupata magonjwa ya moyo. Utafiti mwingine wa kimataifa ulionyesha kuwa saumu inaweza kusaidia kupunguza viwango vya cholesterol mbaya LDL na kuongeza cholesterol nzuri HDL. Hii inathibitisha kuwa kitunguu saumu si tu kiungo cha chakula bali ni dawa ya asili yenye uwezo mkubwa. Je, utakitumiaje kitunguu saumu kama tiba? Hapa ni sehemu muhimu na namna sahihi ya kutumia kitunguu saumu ili kupata faida zake. Namba 1, kula kikiwa ghafi. Ponda au kata vitunguu vipande vidogo vidogo, kisha meza mara moja au kukichanganya na chakula cha asubuhi. Fanya hivi kila siku kwa kiwango kidogo, kwa mfano punje 1 au 2, usizidishe. Namba 2, chai ya kitunguu saumu.
Changanya punje chache za kitunguu saumu, at least punje 5 kwenye maji ya moto. Unaweza kuongezea limao na asali kidogo ili kuondoa harufu kali na kuongeza ladha. Kunywa kila asubuhi kutasaidia kinga ya mwili na kuimarisha nguvu za kiume na mwili kwa ujumla. Namba 3, tumia kwenye mapishi. Changanya kitunguu saumu kwenye mboga, wali, maharage au nyama. Jaribu kula kitunguu saumu kilichopikwa kidogo ili kutunza allicin ambayo inaharibika kwa moto mwingi au kupikwa kwa muda mrefu. Namba 4, kutumia kwa matumizi ya ngozi. Chukua kitunguu saumu, kisage au kipondeponde kikiwa na maganda yake, kisha paka ile mchanganyiko wake kwenye sehemu ya ngozi iliyoathirika kwa uvimbe, punye au aina yoyote ya ugonjwa wa ngozi. Hii husaidia kuondoa bakteria na kuimarisha afya ya ngozi. Tahadhari, usitumie kitunguu saumu kingi sana mara moja, kwani inaweza kusababisha maumivu ya kichwa. Watu wenye tumbo la kuhara wanapaswa kuwa waangalifu. Pia kitunguu saumu ni tiba ya nyongeza na si mbadala wa dawa za kisayansi. Kitunguu saumu si tu kiungo cha mapishi pekee, bali ni tiba ya asili yenye nguvu kubwa. Ukichanganya katika maisha yako ya kila siku, unaweza kuona mwili unafanya kazi vizuri zaidi. Kinga ya mwili ikaongezeka, moyo ukaimarika, ngozi ikaonekana yenye nuru na nguvu zako za kiume na akili zikaongezeka. Tumia kitunguu saumu kwa afya yako. Kula au meza punje 1 au 2. Tengeneza chai ya kitunguu saumu, changanya na chakula chako cha kila siku. Hii ni njia ya asili ya kuboresha afya yako bila kutumia kemikali nyingi. Kama umependa video hii na umejifunza kitu, tafadhali chukua dakika chache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ulichojifunza ili kunitia nguvu kutengeneza video nyingi na nzuri kwa ajili yako mtazamaji wangu.